twamsubiri kwa hamu, muda sio mbali, twende mbinguni tuimbe na malaika. Karibu katika mwendelezo wa masomo yetu tunayoendelea kujifunza katika wiki hii. Neno kuu ambalo tunaenda nalo katika wiki hii lina kichwa kinachosema hatari ya kudharau kweli. Kudharau kweli. Katika namna mbalimbali kwenye maisha yetu tunakutana na changamoto mbalimbali ambazo ni uthibitisho wa kudharau ujumbe ambao uliletwa kwenye maisha yetu. Na tumeendelea kutazama somo hili na siku ya leo tunatazama hatua nyingine tena. Jana tuliondoka na jukumu la kwenda kukaa na kutafakari ni mambo gani ambayo kwenye maisha yetu yametufanya tumechukia kweli. Mwili kwa asili baada ya kuanguka katika dhambi, mwili wetu umekuwa na mwelekeo wa kupenda dhambi, kupenda mambo yanayofurahisha mwili, lakini mambo ambayo hatima yake si ya milele, hatima yake ni mauti na sio uzima. Na hivyo katika jukumu ambalo tumelifanya kwenye siku iliyopita ni kumuomba Roho wa Mungu atusaidie tuondokane na hiyo shauku ya kupenda mambo yale ambayo yanafurahisha mwili, lakini hatima yake ni mauti. Hatua tunayochukua siku ya leo tena sasa ni hatua ya kufanya uchaguzi sahihi kwa kila jambo tunalokutana nalo. Tunawezaje sasa kufanya maamuzi sahihi katika ukweli tunaosikia? Iko hatari kubwa sana mbele yetu ya kudharau kweli. Na hivyo ndivyo tunavyotakiwa kuchukua hatua ya dhati sana wakati huu kabla hatujafikia kwenye madhara ya kudharau neno linalosemwa kwenye maisha yetu. Huenda umeufahamu ukweli kwa muda mrefu. Huenda yako mambo ambayo yamefunuliwa kwetu katika somo la siku ya jana ambayo yalionyesha ni kweli nyingi kiasi gani ambazo tumedharau katika maisha yetu. Huenda umedharau kuwa mtu wa maombi. Huenda umedharau katika kulisoma neno la Mungu. Huenda umedharau kumfanya kuwa Mungu kwa wa kwanza kwenye maisha yako. Huenda tumemdharau Mungu kwa namna mbalimbali katika kuyatoa maisha yetu kikamilifu kwake. Huenda kuna mambo kwenye maisha yetu tumeyatoa kwa yule mwovu. Hata muda tu tulio nao, huenda asilimia kubwa ya muda wetu tumetoa kwa majukumu yetu, na Mungu tumempa nafasi ndogo sana kwenye maisha yetu. Na hivyo hatua yetu ambayo ninakusihi kama hujafanya tena endelea kufanya, hakikisha unafanya machaguzi sahihi. Kwanza, kumpatia Mungu nafasi katika maisha yako. Rekebisha yale maeneo ambayo unaona kabisa ya kwamba hapa nilikuwa ninadharau ukweli ambao Bwana ameufunua kwangu. Anza kutambua huo ukweli, identify the truth ambayo umekuwa ukidharau sana, ambayo umekuwa hutekelezi na unajua kabisa ya kwamba hiki ninachokifanya sio sahihi na umekuwa ukiendelea kufanya makosa hayo hayo. Hiyo hatua hiyo ni ya muhimu sana. Rejelea tena, tafakari tena, ni hatua gani, ni mambo gani ambayo ninajua ni muhimu kufanya, ni vyema kufanya, yanafanya hali yangu ya kiroho inashuka, yanahatarisha hatima ya maisha yangu, na unajua kabisa unaweka maisha yako hatarini. Ninaweka maisha yangu hatarini, lakini nimeendelea kudharau kweli hiyo. Chukua hatua hiyo ya kwanza. Siku ya leo tunakwenda kutazama katika aya ile ya 7 na aya ile ya 8. Tunapotafakari katika aya ile ya 7 utasikia maneno haya akisema, lakini Yehoshafati akasema, je, hayupo hapa nabii wa Bwana ili tumuulize? Kisa hiki kinawaelezea hawa wafalme wawili waliokaa, Yehoshafati na Ahabu. Ahabu anamuuliza Yehoshafati, utaenda pamoja nami kupambana na mfalme wa Sham kwa ajili ya mji wa Ramoth Gileadi? Yehoshafati akamwambia, mimi niko tayari kwenda pamoja nawe, lakini muulize Bwana kwanza. Muulize Bwana kwanza. Jambo la kwanza tunaloliona hapa kutoka kwa Yehoshafati, tunalojifunza kutoka kwa Yehoshafati. Yehoshafati anataka maamuzi yafanyike kwa kumuuliza Mungu.
sio kwa kutazama kile ambacho yeye anataka, sio kwa kutazama tu kwamba mimi ninataka kufanya jambo hili au mimi ninapenda kitu fulani. Hapana, Yehoshafati anasema ni sawa Ahabu, mjadala wetu uko sahihi. Tunaweza kwenda kupambana na mfalme wa Shamu na mimi nipo tayari kusaidiana nawe, lakini ikiwa tu ni mapenzi ya Mungu. Lazima tuzingatie Ahabu tunapokwenda katika jambo hili. Je, Bwana ameruhusu? Je, ni kweli Mungu amekubali? Na hapa ndipo ambapo tunapata sehemu ya kwanza ya jambo la kujifunza kutoka kwa Yehoshafati. Katika mambo ambayo tunafanya kwa vigezo vipi? Kwa kuzingatia ni Mungu amekubali au kwa kuzingatia ni kwa sababu jambo hili linaufurahisha moyo wangu? Je, jambo nililolifanya, jambo ninalolifanya kila siku katika maisha yetu ya kiroho, tunakutana na nyakati ambazo tunapaswa kufanya chaguzi kwenye maisha yetu, kuchagua kati ya ukweli wa neno la Mungu na kati ya maneno ya wanadamu. Tunapaswa kusimama imara kwenye kweli ya Mungu bila kuudharau kweli, hata kama maneno hayo au kweli huo haupendezi katika masikio yetu, haupendezi katika mawazo yetu, haupendezi katika hisia zetu, haupendezi katika macho yetu. Na hapa ndipo tunapokuja wakati mwingine tunapaswa kufanya uchaguzi. Nini nikitazame na nini nisitazame? Nini nisikilize na nini nisisikilize? Ni maburudisho gani yanafaa kwa maisha yangu? Ni maburudisho gani hayafai kwa mimi kama Mkristo? Ni namna gani ninapaswa kuvaa? Ni namna gani sipaswi kuvaa? Ni namna gani ninapaswa kujibu? Ni namna gani sipaswi kujibu? Ni namna gani ninapaswa kutenda? Ni namna gani sipaswi kutenda? Ni namna gani ninapaswa kuitikia na ni namna gani sipaswi kuitikia? Kwa hiyo hapa ndipo ambapo tunapaswa kuanza kutazama katika siku hii ya leo. Yehoshafati yeye anachokifanya ni kwamba maamuzi yake yanategemeana. Je, Bwana amekubali? Kama Mungu hajakubali, Yehoshafati anasema hatuwezi kwenda. Na hivyo tunachokiona hapa, mfalme Ahabu anaita manabii wengi 400. Manabii hao 400 wote wanaokuja pale wanakuja kusema kile ambacho Ahabu anakitaka. Anauliza, je, ni kwende kupigana na mfalme? Manabii wote 400 wanasema ndio, nenda mfalme, na Bwana amemtia mfalme wa Shamu mikononi mwako. Lakini Yehoshafati anatazama mchakato unaoenda, anasema hapana, ninataka kusikia neno la kutoka kwa Mungu, sio neno linalotoka kwa mwanadamu. Ninaona kabisa ya kwamba ni kweli maneno walioyasema hawa yanapendeza masikioni mwako Ahabu, lakini neno hili halitoki kwa Mungu. Tunahitaji linalotoka kwa Mungu. Yako mambo yanayopendeza kweli kwenye maisha yetu, lakini hayatoki kwa Mungu. Na hapa ndipo ambapo ninataka tutazame siku ya leo. Mara nyingi kwenye hatua zetu tangu asubuhi mpaka jioni tumefanya mambo mengi yanayotupendeza, lakini hayaendani na mapenzi ya Mungu. Yehoshafati alitaka kusikia neno la kweli kutoka kwa Mungu. Ahabu alidharau neno linalotoka kwa Mungu, na Yehoshafati hakuwa tayari kubebwa tu na maneno rahisi ya watu wengi. Alikuwa tayari kusikia neno linalotoka kwa Mungu. Na hapa ndipo napotaka tujifunze kutoka kwa Yehoshafati siku ya leo. Swali la kujiuliza, swali ambalo nataka nikuulize, swali ambalo napaswa kujiuliza siku ya leo: je, maamuzi yangu ya kila siku yanazingatia kigezo hiki cha kusikia neno kutoka kwa Mungu? Maamuzi yangu ya mambo ninayoyatazama YouTube, mambo ninayoyatazama, ninayo scroll kila siku katika simu yangu, yanatambua hili? Maamuzi yangu ya maburudisho yangu yanatambua hili?
maamuzi yangu ya ratiba yangu ya siku. Tazama ratiba yako ya siku ya leo ione. Siku inapoanza, jinsi unavyopanga ratiba yako. Mungu ana sehemu gani katika hiyo ratiba? Vipaumbele vyako na vipaumbele vyangu ninavyoviweka kila siku, Mungu ana sehemu gani? Je, Mungu amekuwa mfalme wa kucontrol hayo mambo yote ninayoyafanya? Yehoshafati anasema mimi ninamtambua Mungu kama mfalme wa maisha yangu. Na hivyo Mungu ndiye atakayeamua kila kitu. Changamoto tulio nayo leo, tunapenda kuamua mambo mengi kwa kutazama mambo tunayoyapenda. Na hatua tunayopaswa kuchukua siku ya leo sasa, katika siku hii ya pili, siku hii ambayo tunatazama jambo hili, tunapaswa kuchukua hatua leo ya kumuomba Mungu atusamehe katika maamuzi mengi ambayo tumefanya kwa kutazama mapenzi yetu, kama alivyofanya Ahabu. Ni kweli tumefurahi kusikia namna nyimbo zinavyoimbwa, lakini nyimbo hizo zimeimbwa katika muziki ambao ni kweli unampendeza Mungu? Wengi tumefurahia mabiti yanayowekwa kwenye nyimbo, maneno na mahubiri yanayotolewa, lakini je, mahubiri hayo kweli yamejenga katika kutusaidia? Maneno hayo ya wimbo huyo yanaweza yakawa mazuri, lakini nyimbo nyingi leo tumekuwa na changamoto ndani ya kanisa, mivuto ya mambo ya kigeni yanayoingia ndani ya kanisa. Namna ambavyo tunatazama mambo yanavyoenda, tunafurahia na kufurahia na kufurahia, lakini ukweli unabaki pale pale. Je, haya yanayofurahisha masikio ya washiriki, haya yanayofurahisha masikio yangu mimi, je, yanatoka kwa Bwana? Hayo yanayofurahisha macho yangu, hayo yanayofurahisha macho yako, yanatoka kwa Bwana? Hayo unayoyaamua leo kuyafanya yanatoka kwa Bwana? Nataka nikuambie mtu wa Mungu, siku ya leo tunapaswa kutenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Hatua zetu za kila siku, asubuhi na jioni, ni lazima ziamuliwe na Mungu. Lazima tumuulize Mungu amekubali hiki tunachotaka kukifanya. Hatua zetu zote, miradi yetu, mipango yetu, kazi zetu, lazima tutazame jambo hili. Yawezekana sio maisha tuliozoea na tunaona kama ni maisha yanayotubana, lakini nataka nikuambie hatima ya maisha yetu itaamuliwa tu endapo kila uamuzi tunaofanya tutakuwa tukitazama kwa kutafuta kweli ya Mungu. Alisisitiza sana Yehoshafati akisema lazima awe nabii wa kweli wa Mungu ambaye tutamsikiliza. Hakuridhika na maneno ya manabii licha ya kwamba walikuwa wengi, maneno ambayo yalimpendeza Ahabu. Alijua umuhimu wa kutafuta uongozi wa Mungu kabla ya kufanya uamuzi. Kabla ya kufanya uamuzi wa nitazame nini siku ya leo, kabla ya kufanya uamuzi wa kutazama mambo ninayoyawaza akilini mwangu na kuendelea kufanya hiyo mijadala kwenye akili yangu, lazima tutambue kikao hiki, mjadala huu, agenda hii inaendana na mapenzi ya Mungu. Lazima tukubali kuishi maisha ya kutazama mapenzi ya Mungu wakati wote. Biashara yangu, status ninayoiweka leo WhatsApp, kweli inampendeza Mungu au ninaweka kwa ajili ya kufurahisha mimi pamoja na wale wanaotazama? Ikiwa tu majibu yako hayakuonyeshi ya kwamba inampendeza Mungu, usifanye mjadala na shetani. Tulichokubaliana tu ni kumwambia mawazo yako nimeyakataa. Unapotamka maneno hayo katika akili yako, shetani anaondoka, anakuacha, haendelei kukushawishi tena, na nguvu ya ushawishi wa Roho Mtakatifu inaongezeka. Na huko ndiko kujazwa kwa Roho Mtakatifu kunakoonekana kila siku katika maisha yetu. Hatari ya kudharau kweli. Wapendwa, uvumilivu wa Mungu una mipaka. Uvumilivu wa Mungu una mipaka. Ukisoma katika kitabu kile cha waraka wa pili wa Petro, waraka wa pili wa Petro, katika waraka wa pili wa Petro, sura ile ya 3, anasema nanyi uhesabuni, aya ile ya 15 sura ya 3 katika waraka wa pili wa Petro sura ya 3 aya 15, anasema nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu, kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia kwa hekima
aliyopewa. Uvumilivu wa Mungu aliyotuvumilia katika kudharau kweli una mipaka. Na sisi tunaamua leo ya kwamba tumekubali kupokea msamaha na rehema Mungu aliyotupatia. Ametuvumilia na sisi tumekubali kuyasikia mapenzi yake. Tunapokwenda kuomba, chukua hatua leo. Chukua hatua ya kufanya maamuzi kila siku kwa kutafakari mapenzi ya Mungu. Na hii sio baadhi ya maamuzi na chaguzi, ni chaguzi zote zinazohusu maisha yetu. Kila aina ya uchaguzi unaofanya lazima ujiulize, kama Yehoshafati aliyosema, nataka tumuulize Bwana, nataka nisikie Mungu anasemaje. Karibu tuombe. Asante Mungu wetu kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya ujumbe wa siku hii ya leo. Umetukumbusha jambo la pekee tena katika muda huu Mungu wetu. Jina lako takatifu lipate kutukuzwa. Je, maneno haya yanatoka kwa Bwana? Ni kweli tunaomba msamaha Mungu wetu. Yako mengi tumefanya kwenye maisha yetu kwa sababu yalipendeza hisia zetu, kwa sababu yalipendeza mionekano yetu, kwa sababu yaliwapendeza marafiki zetu, kwa sababu yaliwapendeza mabosi zetu, kwa sababu yaliwapendeza wake zetu, kwa sababu yaliwapendeza watoto wetu, na sisi tukakubali kufanya hivyo kwa sababu yalipendeza wale tunaofanya nao kazi, yalipendeza wale wanaotutazama, wale wanaotuona, tukafurahi kufanya hivyo. Lakini maamuzi mengi tumeyafanya Bwana yaliyo kinyume na mapenzi yako. Tunaomba utusamehe. Huenda hata kuna hatua za kazi tumechukua leo, kuna kazi zinafanya ambazo zinafanya tunashindwa kuwa waaminifu kwako kwa sababu tu hatukusikia mapenzi yako. Nawe umesema nasi kila siku ukitukumbusha mapenzi yako. Hata huenda tumefanya machaguzi mengi katika mahusiano tulionayo leo kwa sababu tu tulifuata hisia zetu. Maburudisho na biashara tunazofanya, mambo ambayo tunatazama kwenye mitandao ya kijamii yanafurahisha macho yetu. Vichekesho vimekuwa ndio sehemu ya watu kuposti kwenye status zetu. Kila siku tunaweka. Mungu tunaomba utusamehe. Badala ya kufikiri kwamba je, hiki ni mapenzi ya Mungu, tunaweka tu Bwana. Tuombe Mungu wetu utusaidie. Maisha yetu yamekuwa maisha ya kawaida na kufananishwa na ulimwengu huu kwa sababu ya kutazama mambo yanayotupendeza na yale jamii inayoyafurahia na yale jamii inayopenda. Maisha yetu ya Ukristo yamekuwa Ukristo unaoendana na wakati. Mambo gani watu wanapenda? Mambo gani tunapenda? Mungu wetu tunaomba utusamehe. Tunaomba Bwana utusamehe. Tunaomba leo katusaidie kama aliyosema Yehoshafati. Je, jambo hili linampendeza Bwana? Je, mziki huu unampendeza Bwana? Je, mawazo haya ninayoyawaza kwenye akili yangu yanampendeza Bwana? Je, safari hii ninayoenda inampendeza Bwana? Je, biashara hii ninayoanzisha inampendeza Bwana? Je, picha hizi ninazopiga zinampendeza Bwana? Je, mavazi haya ninayovaa yanampendeza Bwana? Je, matoleo na mapato yangu, namna ninavyofanya na kutumia fedha zinampendeza Bwana? Yesu tusaidie. Yesu tusaidie kuwa na tafakari hiyo siku zote za maisha yetu. Siku zote za maisha yetu. Uvumilivu wako kwetu Bwana una mipaka. Kabla Bwana hujachoka kutuvumilia, tusaidie Yesu. Tusaidie kila mmoja anayesikia ujumbe huu kufanya hatua ya pekee. Tunaomba haya katika jina la Yesu. Amen.